bwega sana kaire muri wa Meru TV no tubago na mbere kwa bado ulite na mbere kuri TV ya kwira wendete TV ya Meru TV na mononkroki ulite na mbere kwa ukira ithagira mibango na mitaratara yetu mwanya ulite na mbere kwa egi karaga tukina mbere kwa tuchoka na wakili ande in studio karibu sana wakili. Karibu ndani ya mpango, karibu Meru TV. Umepotea sana wakili. Tumekaa bila kuonana. Kama kawaida ni kazi nyingi, lakini tunafurahia. Wakati kuna kazi ambayo tunasaidia Wakenya, inakuwa mzuri. Kuna mambo mingi kuhusu makesi, mambo kama hayo. Na ninashukuru Mungu ya kwamba pia wakazi wa Meru pia wanaweza kuniamini na kazi zao na mambo kama hayo. Kwa hivyo saa zingine kazi inakuwa mingi. Inabidi hata tuyafanye kidogo. Lakini pia na miss mtazamaji wa Meru TV sana. Kwa sababu huwa nasikia nikiwa committed. Kuzungumza naye kila wakati na kuweza kushiriki katika maneno ya kisheria. Watu huniambia hata wakiingia pale kwa ofisi yangu ya kwamba huwa nachukua wakati na clients wangu naweza kuadvise mambo mengi ya kisheria. Ukikuja pale na kupea wakati sio kukuambia kwamba nimekupa dakika 2 ukiingia ukileta shida yako unapata nafasi mzuri sana ya kukuadvise na kukusikiliza. Kwa hivyo napenda kushiriki na hata pia watazamaji. Shukrani sana. Bwega sana mgeni wa Meru TV. Tuenda senior counsel. Senior counsel muntu aletena utaalamu bweguru sana, ujuzi bweguru muno kirima antumako na sheria, mantumako na magamba eletwa kinambere kwa kiruda kizi bingi monoma ibingi sana na utiyo nde uchindo mwanga tuwera kayo kwewachi ino lakini niyo ntegwe lakini muntu gomba weteria na igamba ya kukwena kizi mibi ya munda kizi ya mantumako na utiganira into na mantumangi kizi chiano na kizi bingi sana muntu gomba weteria na igamba ya ku na weteria tereka inamba kwewa rikidiaga bwega burarire tuwe kana burako kwenda lengi kwewa ari karakari tungetoa kuria karato na kinyobi chiake atwera na regi lakini aragomba kukimuringagira na kana ukimuriungagira kengo ari namba kwa yote yagire ndeni ya dena enuwethetwe uine tuwatane kwa ndikigana ona kiretu necho kengo tu namba kwa tukianagiria na thenya mundu kwa tukeragiria mantu muno makone ni na mantuma mitaratara ya bora mutongole omba kutotongolia ni mitaratara ya impeachment tuwe tukiona impeachment kiloweka account ya Meru tuwe tukiona impeachment kiloweka ndiloni yetu ya Kenya gesheria impeachment batiri kuwika rakali ya gesheria impeachment batiri kuweka linga njirere kumukondo oliku na ikengo ilinambara kwegwa ekedi ya rubwega no ntumwe twana achia dichekinya na yore kwa yesa sawa yo lakini etia kinyaniretie matagare mai batiri kuweka kengo yomba kwegwa kiagira but before that wakili tumeona mezua sana jana sijui nini nimekuwa na shida tumeona kwenye vyombo vya habari mkishtumu serikali ya kaunti ya Meru sijui nini imekuwa na shida labda naweza tuelezea nini haswa haiendi vizuri. Kuna ofisi huwa inaitwa ofisi ya county attorney na ninajua watu wengi sana hawajaweza kuinteract nayo ama kuifahamu. Ofisi ya county attorney ni kama tu vile tuna ofisi ya national ya county government. I mean ya attorney general. Ya attorney general. Kama vile attorney general ni legal advisor wa serikali na sasa county attorney ndiye legal advisor wa county executive. Unajua tunapoongea kuhusu county executive ina shiriki ama inahusu the governor, the deputy governor na the CECs. Hao ndio wana form the county executive. So yule county attorney anakuanga ni advisor, the legal advisor wa the county executive. So role yake ni kama ya attorney general
lakini sasa hapa kwa county. Na lazima akuwe mwanasheria. Na lazima awe mwanasheria. So anafaa kuwa mwanasheria ambaye ako na ujuzi ama uzoefu wa miaka 5. Okay. Na vile vile anafaa kuwa mtu ambaye anauphold ama anafaa kuchaguliwa kulingana na chapter 6 ya Constitution of Kenya. Na sisi wote tunajua chapter 6 ya Constitution vile inaongelea kuhusu ni mambo ya leadership, mambo ya governance. Vile mtu anafaa kuwa mtu competent. Yes. Okay. Na competent number 1 ni akuwe wakili ambaye ako na miaka 5 katika kazi ya wakili, lakini vile vile awe ni mtu ako na ujuzi huo wa kazi ya kisheria. Na mambo mengine, mambo kama integrity, mambo kama honesty. Yani akichaguliwa lazima achaguliwe mtu ambaye atapeesha heshima ofisi hiyo ya county attorney. Uphold, hiyo atafanya hiyo ofisi kuonekana na heshima yake. Na hiyo ndio provision ambayo iko katika article 6 ya Constitution. So kile ambacho umeona mawakili wanalalamika ni ya kwamba yule wakili amechaguliwa ni wa nje ya county government of Meru. Ni wa Nairobi. Okay. Naletwa hapa Meru. So the issue is kwanza wacha nikwambie kwamba unajua yule county attorney anaweza kuwa impeached. Unaona kama vile tuna impeach governor, hata yule county attorney anaweza kuwa impeached on 4 grounds. Ground ya kwanza ni kitu kama mental, incapacity. Zile vitu tunasema kama misconduct, kufanya tabia ambazo hazifai, gross misconduct, na vitu kama kufanya crime ambazo zinajulikana nchini na nje ya nchi, na kufanya mambo tu kinyume na sheria. Lakini vile vile kukuwa bankrupt. Bankrupt ni kusema ya kwamba yule mtu hawezi kusettle the debts na vitu kama hizo. So anaweza kuwa impeached. Okay. Ile ofisi ya county attorney. Kwa hivyo tunasema ya kwamba yule county attorney ambaye amechaguliwa hapa Meru ametolewa nje ya Meru. Okay. Afanyie kazi hapa Meru. Ameenda all the way, governor ameenda Nairobi. Amechukua county attorney huko, amechagua, ameleta hapa. Hilo linatukera kwa sababu ukiangalia Meru huwa tunaita cosmopolitan. Cosmopolitan ni kumaanisha ya kwamba ni ile ambayo haiangalii tribes sana katika kufanya kazi. Ukiangalia mawakili ambao tuko hapa, kuna mawakili wa hapa Meru, kuna mawakili wa Kikuyu kama mimi, kuna Wakamba, kuna wa Western, kuna wa huko Mombasani, kuna wa huko Nyanza na vitu kama hizo. Ni cosmopolitan, wamechanganyika. Na anytime ukienda kwa town upate watu wamechanganyika hivyo katika nini, inakuwa kitu kizuri sana. Lakini sasa our problem is anakataa kuchukua wakili ambaye ako karibu hapa, ambaye anafahamu mambo mingi, sheria za hapa, ambaye amekuwa akipractice sheria za hapa. Unajua tukienda kotini, unajua kuna sheria ya county. Kama sasa mimi nikiulizwa sheria ya county ya Mombasa, itanichukua wakati sana kufahamu. Kwa sababu wakati tulikuwa tunachambua sheria last time, unakumbuka tulisema kuna vitu zinaitwa bylaws. Ndio sasa zinaitwa county acts nowadays, acts of the county. Sasa ukienda kama Mombasa utapata maybe kuna acts hizo kama 20. Ukija hapa Meru utapata kuna 20. Kwa hivyo ukitoa wakili ambaye ametoka Nairobi, labda uzoefu wake katika makoti ni zile sheria za Nairobi. Kama amekuwa akifanya kesi za county zinazohusu county, maybe zake zimekuwa zikihusu sana the county government of Nairobi. Huyo mtu akiletwa hapa, unaona hana uzoefu ule wa zile the county acts.
za huko za kama hapa Meru. So unapata yule mtu atachukua wakati sana kuzoea mambo na kuweza kujua sheria zina sheria za county. Unaona? Lakini kwa wakili ambaye amekuwa hapa, amekuwa na huo uzoefu, atakuwa na experience ya hali ya juu na atakuwa mtu ambaye ana uzoefu huo, which is really good. That's why we are complaining ya kwamba ameleta wakili all the way from Hong may know wale mawakili ambao wamekuwa wakipractice county government. Of course the county attorney anafaa kuchaguliwa na the governor, the county governor, na hiyo appointment inakuwa approved by the county assembly na ile majority vote, watu wengi wale ambao wataweza kuvote for. Ile ni majority votes. Lakini vile vile hata governor akifanya hivyo, hata kama hizo nguvu za kuappoint county attorney ziko kwake, anafaa kuwa considerate ya kwamba hii area ya Meru tuna mawakili mawakili wanao uzoefu, mawakili wanalipa parking ya Meru County, wakili ambao wanalipa zile dues za hapa Meru County. Kwa hivyo akipeana opportunity kama hiyo, I think anafaa kupeana hiyo opportunity kwanza kwa mawakili wa hapa Meru County. Na sio kusema ya kwamba ata-appoint mtu wa hapa Meru, yani tribe ya Meru. Sio haswa ya hivyo. Anaweza ku-appoint anyone kwa sababu sisi wote hapa tumechanganyika. Anaweza ku-appoint anyone